Sasa hapa nimekutana na mpenzi wako, akaniomba nikupigie simu umtaje jina lake. Mpenzi wangu? Mpenzi wako wewe ndiye. Nipo naye hapa. Una mpenzi, una mchumba? Nadhani sawa. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Wewe usionekane mtu muhimu. Wewe una uhakika uko peke yako Azamu? Hata kama mimi nakwambia natajwa. Wewe hawezi kukutaja. Mimi natajwa. Wapi? Sawa. Subiri tuone. Sawa. Ngoja tuone. Bana, mimi naitwa top content creator Ivan 17. Bana, nilikuja kunyoa hapa saluni, lakini nilipofika nikakutana na watu ambao wananifuatilia kwa namna moja ama nyingine, lakini mara ghafla ulianza ubishi mzito kati ya brother hapa pamoja na rafiki yake wa kwamba akimpigia mke wake atatajwa. Kikubwa inaonekana kwamba huyu jamaa aamini kama huyu anapendwa kwa dhati. Hivyo ni bwana, nikaona niwashe kamera ili mradi tuwasikilize na tuone kama tutapata chochote kitu. Brother, kwanza unakuita nani? Mimi naitwa Black. Kwa nini unahisi yule jamaa hatotajwa na mpenzi wake ikiwa ni mpenzi wake na wamezaa? Huyu bwana ana penzi la kudumu. Mimi nina wasiwasi na huyu jamaa ana penzi la kudumu. Kwa sababu kwanza huyu jamaa jambo la kwanza, huyu bwana yule demu amezaa naye. Umeelewa? Lakini 50 kwa 50 unajua mapenzi ya mitaani haya. Sawa. Lakini isitoshe akae naye geto moja. Ni bora hata ongezao akakaa geto moja, lakini kila mtu anakaa kwake. Sasa kulingana na mazingira ya madada wetu wa huku ninavyowaona na huu mahusiano yake ya kutokukaa pamoja haya, huyu hawezi kutajwa. Na brother, kwa upande wako unahisi kwa nini rafiki yako aamini kwamba wewe mpenzi wako anakupenda kwa dhati? Kitu cha kwanza, huyu hawezi jua mapenzi yetu. Unajua mapenzi ni siri. Kwa hiyo mimi kujua kwamba yeye ananipenda ni binafsi yangu, kutokana mimi si ndo nashinda naye. Kwa hiyo mimi na uhakika kabisa 100% natajwa. Unaamini anatajwa? Wapi? Unaamini unatajwa? Natajwa ndio. Kabisa. Ukimpigia mpenzi wako hapa atakutajwa. Hawezi? Wewe huwezi kutajwa. Mimi natajwa. Hilo limeshamwagika. Mimi natajwa. Wapi? Tusubiri tuone. Basi ngoja tumalize ubishi. Bana, tutakachofanya nitampigia mpenzi wako. Anaishi hapa hapa? Anaishi hapa. Akutajwa. Wewe unaitwa? Mimi naitwa Azam. Unaamini utatajwa? Naamini kabisa 100%. Unaitwa Azam? Bana, nampigia mpenzi wake na Azam. Tumalize ubishi. Ya nini tubishane sana ikiwa tunaweza tukamaliza ubishi? Je, atatajwa? Mimi nilikuja kuzingatia yengo hapa. Lakini nikaanza kuona vijana wenzangu wanabishana sana kwamba je, tumemwona Ivan amefika hapa, tukimpatia wewe mpenzi wako challenge utatajwa? Kumbuka bado nipo kusini na ni maabara ya mahusiano kusini tua. Nipe namba yake tumalize huu utata. Au kuna haja ya kubishana sana ndugu yangu? Hamna haja ya kubishana. Maana tunaweza tukamaliza. Tunanyoosha fresh. Wewe vipi, umeoa? Kama gawa mimi nishaoa. Shemeji tukimpigia anakutaja? Hakika 100% kabisa. Anakutaja. Hapa nilipo na mtoto wangu yule pale. Umezaa naye? Watoto. Unaamini kuzaa na mwanamke ndio kigezo cha kukupenda kwa dhati? Nimemuona, nimezaa naye watoto wawili. Umemwoa? Wewe brother? Mimi naamini natajwa kwa 100%. Umeoa? Sijamuoa ila nimezaa naye. Mbona brother unacheka sana? Mbona unacheka? Bwana brother, mbona unacheka sana? Bwana, mbona jamaa anacheka sana? Huyu jamaa ndo yaani huyu ni mnafiki sana. Mnafiki. Brother, hebu niambie, kwa nini na yule unamcheka sana? Yule naye kwa nini unamcheka? Kwanza ukimwangalia yeye sura yake amekaa kiunyonge. Anaonesha kabisa kwamba hamna kitu. Naam. Unasema? Mimi natajwa kwa 100%. Kwa sababu ameongea huyu jamaa hapa, hujabisha wala hujatia neno lolote, umekaa kimya. Ile ameongea huyu umeanza kucheka advantage kwa sababu huyu ameoa, amezaa na watoto wawili na anakaa naye geto. Si unaelewa vizuri? Anakula asubuhi, mchana, jioni, anamzingatia mavazi yeye na watoto wake fresh. Si unaelewa vizuri? Inawezekana kuna 70% ya penzi likawa limeshikana niko vizuri. Si unaelewa? Ila huyu bwana unamwona hapa huyu. Huyu bwana jambo la kwanza, kiguu na njia.
Mara kesho kule, kesho kutwa. Hapo hata demu mwenyewe anamzungumzia huyo. Sio kwamba labda kabisa ile wanakaa pamoja demu tu anakaa kwake. Labda ameletea wabaya sikukuu ya Idi ndio penzi linadumu. Umeelewa? Labda wabaya sikukuu ya Idi ndio penzi litadumu ndani ya wiki 2-3. Idi ikishapita kila mtu na mambo yake. Alafu kingine unajua huyu anakoishi ni sehemu ambako kuna vishawishi vingi. Sasa karibu na sehemu ambako kuna vishawishi. Huyu anakaa karibu na Namungo. Si unaelewa, Namungo tunajua kwamba kuna madoni kibao na wanakuepo kule. Na wadada wetu wa huku wengi wanaamini kwamba Namungo wakienda wanapata nini? Wanapata soko. Si unaelewa? Kwa hiyo kwa haraka kumshikilia demu, ukaamini moja kwa moja kwamba demu anakuwa wangu peke yangu inakuwa ngumu. Huyu anaishi kijiji gani? Mbekenyela. Brother, unaamini wewe kuishi karibu na Mbekenyela na mpenzi wako kuishi huko, huyu anasema yupo karibu na vishawishi vya Namungo, ndo kutakufanya wewe usalitiwe? Iko kitu akipo. Alafu kipengele cha kwanza, yule mwanamke mimi ananipenda na nina 100% za kutajwa. Simu itapigwa. Sawa. Brother, kwa upande wako tukimpigia simu mpenzi wako hapa atakutaja? Hawezi kunitaja, sina uhakika kabisa. Kwa nini unajikatia tamaa hivyo kwamba sina uhakika kwamba atanitaja? Yaani kwenye wanawake sina uaminifu kabisa. Wewe hutaki hata tumjaribu? Hakuna. Hatuwezi kujaribu. Hapana, hatuwezi kujaribu. Au hudumii? Kuhudumia unahudumia sema waeleweki. Sasa si unamjaribu kuona kama maji yametulia au yanakimbia? Kuna vitu vya kujaribu lakini sio kwenye mahusiano. Sawa, brother, kwa upande wako? Mimi fresh. Wewe lakini umeoa maana yake? Mimi nimeoa mwaka wa 3 nipo kwenye ndoa. Kwa hiyo naamini kwamba ndoa itakupa advantage ya kwamba wewe ndo unapendwa na huyo mwanamke? Hapana, haiwezi ikanipa advantage. Unajua mapenzi ndani ya mahusiano kuna mahusiano ya watu wengine. Kwa hiyo huwezi jua. Sawa. Lakini pia hapa kuna mwanadada ambaye pia anafanya kazi hapa saluni. Dada, mambo? Poa. Unakuita? Fina. Fina, wewe una mpenzi? Ndio. Unaamini unapendwa kwa dhati? Napendwa. Unapendwa? Na tukimpigia mpenzi wako hapa atakutaja wewe? Anitaja. Kabisa. Sawa. Bana. Vipi brother, na yule naye una imani naye? Kwanza jambo la kwanza kuhusu yule binti pale. Mimi kuniambia wewe atamtaja mimi nakataa. Mimi anabishia wote. Haya, sawa. Wewe mwenyewe vipi, una mahusiano? Mimi sina mahusiano ya kudumu. Kwa hiyo una ya kudumu manake lakini unayo? Yapo lakini siamini. La kwa natamani tuwajaribu. Wala haina haja ya kujaribu. Kwa sababu mwenyewe sihudumii. Kuhudumia sio tatizo. Unaweza kama mwanamke hudumii na anakupenda. Haipo demu haipo siku hizi. Wewe una mahusiano si ndio? Sina. Mbona ueleweke? Ana mahusiano ana? Sina mahusiano. Huyo mahusiano yake ya kuchopa chopa wewe. Haeleweki. Sina demu kiufupi, sina demu. Kwamba wewe ni mpigiwa simu hapa huyo ananunua mapenzi. Ni kweli unanunua mapenzi? Sana. Asubuhi. Unataka kusumbuana? Kabisa. Ni shangazi au? Mapema. Nataka tu wadogo yani vimodomodo nini? Chuchukonzi. Mzee wa? Katala huyo. Katala Ndio vitu vyake. Ndio vitu vyake wewe. Kwa hiyo hutaki kusumbuana? Kabisa blaza. Sawa. Basi mimi naona tumalize huu utata. Tumekuwa tuna ubishi hapa. Ndugu yetu amekataa yeye challenge hapana na amesema aamini katika mapenzi. Lakini pia ndugu yetu hapa pia umekataa, si ndio? Sina mahusiano. Amekataa, amesema aamini katika mapenzi. Kwa hiyo brother hapa tunaye yeye nitamtoa kwenye challenge kwa sababu ameoa, amezaa wake wawili na mke wake. Linaweza likatokea prokoshana peka sio kweli, lakini pia mwanamke huyu tukimpigia lazima atamtaja huyu kwa sababu huyu amemuoa na wanaishi pamoja. Sawa, tunaanza na brother hapa. Tunampigia mpenzi wake. Je, atamtaja? Bwana Azam. Unaitwa Azam. Agano. Sawa. Azam huyu. Kwa hiyo tuanze na huyu au huyu? Tuanze na huyu au huyu? Huyu macho ameshaanza kumuiva. Macho ameshaanza kumuiva. Tuanze na huyu au huyu? Ameshaanza kumuiva. Hawezi kuniiva macho. Mimi hawezi kuniiva macho, maana kitu ninachokifanya na uhakika nacho. Sawa. Sawa. Mpe namba blaza. Simu iite. Tuanze na wewe au huyu? Anza na mimi. Tuanze na wewe huyu. Mimi fresh vyote ila tuanze na yupi? Tuanze na wote wale. Unahisi tuanze na yupi? Tuanze na huyu hapa. Bwana huyu atoa namba, tuanze na huyu. Ngoja namba utanitajia ama shida. Unatemeka sana. Au unaogopa kwa upande wako. Mimi sitetemeki natajwa. Tulia. Chula. Naomba nisaidie namba. Jamani tutulie. 069 80 70 256. Ndio hii hapa, iangalie. Hiyo. Punguza kamera. Tunapiga jamani. Naomba tutulie. Anaishi wapi? Anaishi hapo nani? Kwa Kulumombo. Anaitwa Adija.
Speaker yake bwana. Halo? Mambo Adija? Poa. Mzima? Mzima poa. Niko poa, uko wapi sasa? Niko nyumbani. Samahani sasa Adija. Naona kama upo kwenye kilele, unaweza kutoka pembeni kidogo tuongee? Nimetoka. Mimi niko hapa maeneo ya Ruangwa Applied hapa. Naitwa Ivan 17, nimetokea Dar es Salaam. Nani? Ivan 17. Ivan wa 7. Ivan 17. Sasa hapa nimekutana na mpenzi wako. Akaniomba nikupigie simu umtaje jina lake. Mpenzi wangu? Mpenzi wako wewe ndio. Nipo naye hapa. Mimi sina mpenzi, na mchumba. Una mpenzi, una mchumba? Mchumba wangu. Sawa, ndio huyo, lakini amesema manake ni wapenzi. Kwa hiyo unaweza kumtaja hata huyo. Sasa mbona amenikatia simu? Piga tena. Naona amekata. Bwana amenikatia simu. Sawa, napiga tena, hamna shida. Lakini amenikatia simu. Mbona penzi hili? Basi Penzi hili. Halo. Samba umenikatia simu. Naona mnanichanganya. Sikuchanganye, mimi nimekuomba tu umtaje, nipo naye hapa na yeye ndo ameomba umtaje, lakini pia ukishamtaja kuna zawadi yako na nipo naye hapa. Mpenzi wangu. Anaitwa nani? Mimi na mpenzi mmoja, tena sio mpenzi, mchumba wangu, baba watoto wangu. Sasa si ndo anasema hamna mtoto, lakini eti mna mtoto brother? Baba watoto wako? Ndio. Mna mtoto? Sasa mbona huyu anakataa? Basi mimi sio mpenzi wangu, sifahamu. Basi mtaje. Basi sawa, mtaje. Yeye mwenyewe anasikia hapa, tujisikie hilo jina. Ule kwa naye hapo nani? Mimi sasa sitakiwi kutaja jina lake. Yaani wewe ndo unatakiwa umtaje, ile umeongea issue sio ya mtoto hapa, yeye amekataa kwamba hamna mtoto na ndo anashangaa hapa. Basi mimi sifahamu. Basi sawa. Sasa umekosea namba. Wewe si ndo Adija wa kwa Kulumombo? Halo? Mbona ananikatia simu kila mtu? Huyu anaogopa. Subiri kwanza, nipa kufikia sasa hivi. Si umesikia alivyoongea? Sasa mbona si hatujui kama, kwa sababu nimemwambia kwamba huyu hana mtoto. Kwa jigani asijiamini kwamba piga tena. Piga. Yaani piga tena? Piga ya mwisho. Nipige? Piga ya mwisho. Njoo kaa hapa brother, usiondoke, njoo kaa hapa, napiga tena. Kwa sababu ipoje? Kama yeye nisikize kwanza, kama yeye ana mwanaume mmoja ambaye anaamini mtoto, kwa jigani mbona amenizimia simu? Bwana simu imezimwa. Bwana amenizimia simu. Kwanza iko kitu hakipo hivi. Ipo hivi. Yaani kama una akili. Nimemwambia hivi, mwanaume niliokuwa naye hapa mjazaa mtoto. Akasema mwambie kwanza anaitwa nani, maana yake kuna watu wengine. Ingekuwa kama hivyo mmoja angekoma kusema kwamba mimi ni angesema mimi ni mmoja tu ni yupo na nimezaa naye mtoto anaitwa fulani. Asingesema muulize kwanza wewe anaitwa nani. Ulishomchanganya wewe. Yaani huyo sio kuisha. Yaani subiri kwanza, issue kubwa iko vipi? Unaelewa? Wewe sio mwanangu, mimi uhakika nakwambia, mimi uhakika. Si unanielewa?
Nisikize vizuri mwanangu, kama mwanangu. Mimi naongea mashauri wako. Si unaelewa vizuri eh? Hivi vitu vipo. Si unaelewa? Inawezekana. Huko yuko kwenye discussion. Yaani kwenye majadiliano ya akili yake kwamba bwana na alichokifanya huyu alivyokata mara ya kwanza ni alikuwa anajaribu kujiuliza huyu ni nani. Inawezekana yuko kwenye discussion anajiuliza. Kuta huko anaanza kuwatafuta wapenzi wake ajue ni nani ambaye yuko pride sasa hivi. Simu yako kwanza kwa apige message. Yaani iko vipi? Haijaingia message. Yaani iko vipi hiyo mudi ya mtu na jinsi kwanza. Kwa nini azime simu? Sijajua kwa nia gani, ila ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.